Hujui kupika? Unaogopa damu? Karibu ulizimu nilipopata kidato cha kidole changu jana. Hujui maneno ya nyimbo tulizoimba kwenye simu zetu za video kwa miezi 6. Unalala wakati wa sala. Ninaweza kujifunza kupenda kulungu. Usinirudishe tafadhali. Marafiki zangu watanicheka. Unafikiri hii ni kuhusu uzuri? Unafikiri uliiba tiketi ya dhahabu, lakini hukujua hadithi nzima. Sikutaka kufungwa na umaskini, nilikuwa nataka maisha mazuri. Angalia Juma, mimi ni mzuri kuliko yeye. Ninaweza kujifunza kuwa muuguzi. Wanasema kwamba kile kilichokuwa chako hakitapita kwako bila kukugusa, na kile ambacho si chako kitakuchoma mikono ukijaribu kukishika kwa nguvu. Hii ni hadithi ya dada wawili waliofanana usoni, lakini waliotofautiana rohoni. Hadithi ya jinsi tamaa ilivyonunua tiketi ya daraja la kwanza kwenda aibu ya milele. Hadithi inayofundisha kwamba upendo wa kweli haununuliwi kwa mwonekano, wala hauvutiwi na mavazi ya bei ghali, bali hupendeza moyo wenye unyofu na ukweli. Katika mji wa Dodoma, uliochemka kwa shughuli za biashara na kelele za mitaa, waliishi pacha wa mvungi. Walifanana kama pande mbili za sarafu moja, lakini kwa ndani walikuwa mchana na usiku. Kila mmoja alibeba nafsi yake ya kipekee, mazungumzo yao, tabia zao na ndoto zao zilizotofautiana kabisa kama mto na jangwa. Walikuwa wanachukuliwa kama mfano wa ajabu wa jinsi Mungu anavyoweza kuumba vitu viwili vinavyofanana nje, lakini kutofautiana kabisa ndani. Kwanza, kulikuwa na Subira Mvungi. Subira alikuwa aina ya msichana ambaye alimheshimu mlinzi wa mlango kwa sawa na alivyomheshimu mwenye nyumba. Kwa wote, mdogo kwa mkubwa, maskini kwa tajiri, alikuwa na tabasamu moja tu, la dhati, la moyo. Alikuwa muuguzi katika hospitali ya mkoa mwenye bidii na upole usiopimika. Alikwenda kazini asubuhi na alfajiri, miguu yake ikipiga ardhi kwa utulivu, moyo wake ukiwa imara kama jiwe la msingi. Alikuwa fahari ya wazazi wake. Baba yake, mzee Mvungi, alikuwa akisimama kidogo mrefu kila mtu alipomsifu bintiye. Mama yake alikuwa akilia machozi ya furaha wakati wa mazungumzo ya jirani, binti yangu Subira ni baraka kutoka kwa Mungu mwenyewe. Subira alirudi nyumbani usiku baada ya saa nyingi za kazi, lakini bado alikuwa na nguvu za kumhudumia mama yake aliyeumwa na maumivu ya kichwa, akipika supu ya pilipili, akimwambia, "Mama, kunywa hii, kesho homa itakimbia." Kisha kulikuwa na Tunu Mvungi. Kama Subira alikuwa maji baridi, Tunu alikuwa mafuta ya taa yakisubiri kibiriti. Tunu aliamini kwamba kufanya kazi ni adhabu ya watu wasio na bahati wala akili. Alitumia siku zake kwenye Instagram na TikTok, akifuata watu mashuhuri, akipiga vigelegele kwenye kila picha ya ndege ya kibinafsi au gari la kifahari. Alikuwa malkia wa mtandaoni bila ufalme, wa mrembo bila utajiri, wa ndoto bila msingi. Wakati Subira alivaa sare yake ya uuguzi kwa heshima na utu, Tunu alivaa mavazi yaliyofanya wazee kupanda shinikizo la damu na kufunga macho. Walifanana. Ukisimamisha wote wawili na kuwafanya wakae kimya, huwezi kuwatambua tofauti. Lakini waliposema neno moja tu, tofauti ilikuwa wazi kama tofauti ya mwanga na giza. Subira alizungumza kwa hekima na upole. Tunu alizungumza kwa dharau na kiburi. Watu wa jirani walisema Subira ni malaika aliyevaa nguo za binadamu. Lakini kuhusu Tunu, wakanyamaza tu, wakitabasamu kwa moyo uliosikitika. Tatizo lilianza wakati Daktari Juma alipokutana na Subira mtandaoni. Daktari Juma alikuwa daktari wa mifugo Mkenya aliyefanya kazi nje ya nchi. Alikuwa mtu mtulivu, mnyenyekevu, aliyetafuta mke mwenye moyo mzuri na akili timamu. Hakutafuta malkia wa mtandao aliyempenda pesa zake tu. Alitafuta mwenzake wa maisha, mtu wa kuzungumza naye usiku wa manane kuhusu ndoto na matarajio ya siku zijazo. Watu wengi hawakumjua alikuwa nani kwa kweli, na yeye alipenda hivyo. Yeye na Subira walikuwa wamezungumza kwa miezi 6 kamili. Walipigiwa simu za video kila usiku, mazungumzo yao yakiwa ya kina na ya kweli. Subira alipenda upole wake, na Juma alipenda urahisi wake. Hawakuzungumza kuhusu pesa wala zawadi. Walizungumza kuhusu maisha, imani, familia na ndoto zao za pamoja. Tunu bila shaka alikasirika. "Sijui unachofanya na mtu yule. Simu ya video hii, simu ya video ile, miezi 6, hata simu ya kawaida hajakupeleka.
Yeye ni daktari nje ya nchi na anakupiga simu ya video huku umevaa leso ile iliyochakaa. Subira alitabasamu tu. Tunu, Juma ni mtu mzuri. Tunazungumza kuhusu mustakabali wetu, si kuhusu simu au zawadi. Tunu alitetemeka kwa dharau. Mustakabali haununui wigi, unapoteza tiketi ya dhahabu, dada yangu mdogo. Lakini Tunu hakujua jinsi tiketi ile ilivyokuwa ya thamani ya kweli hadi kifurushi kutoka nje ya nchi kilipofika mlangoni mwao siku ya Jumanne ya kawaida, ikibadilisha historia ya familia hiyo milele. Ilikuwa saa 9 asubuhi wakati gari la DHL lilisimama mbele ya nyumba yao ya Dodoma. Mtu alipeleka bahasha nzito iliyofungwa vizuri moja kwa moja kwa Subira. Subira alifungua polepole, moyo wake ukidunda. Ndani kulikuwa na pasipoti yenye visa mpya inayong'aa, tiketi ya ndege na barua iliyoandikwa kwa mkono wa Juma. Amefanya hivyo. Juma amepanga kila kitu. Tunaoa mwezi ujao. Ndege ni Jumamosi hii. Tunu aliangalia pasipoti ile, picha yake ndani, moyo wake ukipanda na kushuka kwa wakati mmoja, wazo jeusi na ovu likichipuka kimya kimya katika kichwa chake. Tunu aliangalia pasipoti ile tena na tena. Picha ilikuwa ni ya Subira, lakini kwa sababu alikuwa pacha wa kweli, ilionekana sawa kabisa na Tunu mwenyewe. Wazo baya lilikaa moyoni mwake kama mzigo wa mawe. Kwa nini Subira, asiye na akili ya mavazi wala ladha ya maisha ya kifahari, aende kufurahia ardhi ya wazungu? Subira angeenda tu kupika supu na kuoshea mtu nguo. Yeye Tunu ndiye aliyestahili maisha haya. Ndiye aliyejua kuvaa kwa wakati wa baridi, kujua jinsi ya kutembea katika maisha ya starehe. Ndiye aliyestahili paundi na dola. Usiku ule, Tunu alifanya mpango wake kwa uangalifu na ubaridi wa mtu asiye na dhamiri. Aliagiza chakula kwa sababu hakujua kupika na alileta kinywaji cha Subira, zobo baridi kilichojaa barafu nyingi. Lakini ndani ya kikombe cha Subira, Tunu alikuwa amesaga vidonge 4 vikali vya usingizi alivyonunua siku ile dukani. "Kunywa dada, kwa maisha yako mapya yanayokuja," alisema Tunu kwa tabasamu baya. Subira alinyoa asijua lolote, moyo wake ukiwa na furaha ya kweli. "Nitakapofika, nitakutumia dada yangu." Tunu alitabasamu. "Usimsumbue mtu yeyote, mimi nitakuja mwenyewe." Dakika 30 baadaye, Subira alilala fofofo kama jiwe kwenye kiti. Tunu aliinuka kwa haraka, moyo wake ukipiga kwa haraka ya wizi. Alimburuta dada yake hadi kwenye chumba cha kuhifadhia vitu nyuma ya nyumba, chumba ambacho hawakutumia sana, kilichojaa viazi vikuu vya zamani na masanduku ya vumbi. Alimwandalia Subira mkeka mdogo, akamfunika kidogo, kisha akafunga kufuli kubwa kutoka nje. Kisha mabadiliko yalianza. Tunu alikwenda chumbani kwa Subira, akajipamba upya bila mapambo ya kupita kiasi, akisuka nywele kwa unyoofu, akivaa gauni la heshima la Subira, akiangalia kioo kwa muda mrefu. Kioo ukutani. Nani ni Bi Juma mpya? Ni mimi tu. Asubuhi ya mapema, Tunu aliwaambia wazazi wake kwamba Subira alikwenda kutembelea shangazi katika kijiji jirani. Anahitaji kupumzika kwa sababu ya wivu wa dada yake mdogo. Wazazi walizoea drama za watoto wao, waliamini uongo huu bila mashaka. Walimkumbatia Tunu waliomdhania ni Subira, wakambariki safari yake. "Nenda salama binti yangu, mpe salamu Juma wetu." Tunu alipiga magoti kidogo, akisema kwa sauti ya chini iliyoigwa kwa uangalifu, "Nitamfurahisha vizuri." Wazazi hawakugundua kitu, machozi ya furaha yakiwaka machoni pa mama. Uwanja wa ndege wa Julius Nyerere, Dar es Salaam, ulikuwa na msongamano wa kawaida. Tunu alisimama mbele ya afisa wa uhamiaji, moyo wake ukipiga kama ngoma ya harusi. Afisa alitazama pasipoti, kisha akamtazama Tunu. Tunu alishushua macho yake kidogo, akiiga tabia ya aibu ya dada yake, akisimama kwa utulivu uliojifunza kwa haraka. Afisa alitazama tena, kisha akasema, "Safari njema." Tunu alitaka kupiga kelele za furaha hapo hapo, lakini alibana midomo yake, akitembea kuelekea lango la kupanda ndege kwa upole wa malkia aliyeiba taji ya mtu mwingine. Alipanda ndege akiketi kwenye kiti chake, akiangalia tiketi tena. Msimbo wa kuelekea ulikuwa HEL. Alifikiri kwa sekunde moja. Helsinki labda, au jiji fulani karibu na London.
Ulaya ni Ulaya, aliwaza akitabasamu. Mradi kuna theluji na sarafu za kigeni, yeye yuko tayari. Alinywa divai ya bure ya ndege, akila chakula cha msafara kama malkia wa kweli, akipanga manunuzi atakayofanya, jinsi atakavyomwambia Juma kwamba amebadilika kidogo, amekuwa kidogo, ana mtazamo mpana zaidi wa maisha. Juma atakubali tu. Wanaume wote wanakubali kwa muonekano mzuri. Ndege ya pili iliruka kaskazini, mawingu yakiwa meupe kama pamba chini. Tunu alitabasamu. Theluji, ishara ya utajiri na starehe. Lakini rubani alipotangaza kushuka, Tunu alitazama nje ya dirisha na kuona ardhi nyeupe. Ndiyo, lakini bila majengo marefu, bila London Eye, bila taa za kufifia. Kulikuwa na miti tu, miti mingi isiyo na mwisho na theluji kila mahali. Helsinki. Alimeza jina kwa mdomo wake kama diwai ya bei ghali. Ndoto za utajiri na starehe zilianza kupasuka polepole kama puto la watoto. Milango ya kiotomatiki ya kiwanja cha ndege cha Vantai ilifunguka na baridi ilimpiga Tunu kama kofi la nguvu. Haikugusa tu mwili wake, ilimpokonya pumzi. Meno yake yalianza kucheza mziki wao wa baridi mara moja bila ruhusa. Alishikilia mfuko wake, akiingia ukumbini wa matarajio, akitarajia dereva katika suti nzuri, akishika bango lenye jina lake. Badala yake, alimwona Daktari Juma. Hakuwa amevaa suti ya Armani aliyoifikiria, hakusimama karibu na gari kubwa jeusi. Juma alivaa kama mtu anayeishi maisha ya kweli. Nguo nzito, suruali ya kazi, buti za nguvu zilizoona dunia nyingi. Lakini uso wake uling'aa kwa furaha ya kweli iliyotoka moyoni. Subira! Juma alipiga kelele, uso wake ukimulika kwa upendo wa dhati, akimkimbia mbio za kweli. Tunu alisimama kama nguzo ya saruji, akitaka kukimbia kurudi ndani ya ndege. Lakini Juma alimkumbatia kwa nguvu ya dubu. Alinukia msonobari, hewa ya baridi na harufu fulani ya nguvu, kama mbuzi, lakini nguvu zaidi. Kipendwa, uko hapa, lakini kwa nini unatetemeka hivyo? Nilikuambia uvae koti nzito. Joto ni hasi 15 leo. Tunu alitetemeka. Wapi gari? Washa joto tafadhali. Juma alitabasamu kwa huruma. Pickup ipo nje. Karibu Finland, mpenzi wangu. Pickup ilikuwa ya imara lakini ya zamani. Tunu alipanda kwa uzito, moyo wake ukishuka tumbo. Walitoka uwanjani wa ndege, wakaingia msituni ambao ulionekana hauna mwisho. Dakika 30 zilipita, saa 1 ilipita, saa 2. Tunu alitazama nje, miti tu, theluji tu, na ukimya mkubwa uliomshtua. Juma, maduka yako wapi? Vituo vya burudani, migahawa? Juma alitabasamu. Jiji ni la watalii. Nyumbani kwetu ni Lapland, kaskazini zaidi. Ni mazingira ya amani. Mimi na wewe, kulungu na mbwa wa sled. Tunu alimeza mate. Shamba? Kulungu? Walipofika kabini, Tunu alitambua kwamba laana ya ukoo wake ilikuwa imemfuata hadi Ulaya bila hata kusafiri kwa tiketi. Kabini ilikuwa imejengwa kwa magogo ya miti, nzuri kwa kweli, kama picha ya kalenda ya utalii, lakini ilikuwa peke yake kabisa. Hakukuwa na majirani, hakukuwa na Bolt wala Uber. Kulikuwa na ukimya, ukimya mkubwa, wenye uzito, wenye kelele yake ya pekee isiyosikika lakini inayosikika moyoni. Ndani kulikuwa na joto zuri kutoka kwenye moto wa kuni, lakini samani zilikuwa za kawaida. Hakukuwa na sofa ya velvet wala luninga kubwa ukutani. Vitabu tu, viti vya mbao na mapazia ya ngozi za wanyama. Nina mshangao, alisema kwa furaha ya mtoto. Tunu aliinua macho yake, akifikiri mwishowe ndio almasi au mkufu wa dhahabu. Luna, mmoja wa mbwa wangu wa sled, ana mimba na atajifungua Jumamosi. Najua unavipenda mbwa. Utanisaidia kumsaidia kujifungua. Tunu alimtazama Juma kwa muda mrefu bila kusema neno. Alitazama kucha zake alizolipa pesa nyingi kuzipiga rangi huko Dodoma. Mshangao, alisema kwa sauti ya mtu aliyeona roho. Usiku wa Jumamosi, Tunu alisimama ndani ya zizi baridi, akishika tochi, akimwangalia Juma akimhudumia mbwa aliyekuwa akipiga pumzi kwa maumivu ya kujifungua. Harufu ilikuwa kali na ya ajabu.
Juma aliomba Tunu amshikie taulo lenye damu na Tunu alipiga kelele akaidundumiza chini. Juma alimsimama akimtazama kwa mshangao wa kweli. Subira, wewe ni muuguzi, unaona damu kila siku. Kwa nini unafanya kama binti wa kifalme? Tunu alimeza mate. Ni urefu wa ardhi, ninahisi kizunguzungu. Juma alimaliza kazi peke yake, akimrusha macho Tunu mara kwa mara. Siku zilizofuata hazikuwa honeymoon, zilikuwa mafunzo ya kweli ya maisha. Kengele ililia saa 10:30 kila asubuhi, kama shetani anayeamsha wenye dhambi. Juma alikuwa macho mapema kwa ibada. Alibisha mlango wa Tunu kwa upole. Sala ya asubuhi. Tunu aligonga mto kichwani mwake. Tunaweza kusali kwa Zoom? Juma alivuta blanketi pembeni, akimpeleka Tunu magotini kwenye sakafu ngumu ya mbao. Wakati Juma alisali kwa nguvu na moto, akifunga mashetani wa hewa na ardhi, Tunu alilala wima, akiamka tu wakati Juma alipopiga kelele ya amina kama radi. Kisha kulikuja kazi za nyumbani. Kusukuma theluji haikuwa mazoezi, ilikuwa adhabu ya kipekee. Siku ya Alhamisi jioni, Juma alirudi nyumbani kutoka baridi akisugua mikono. Mpenzi wangu, nimekuwa nikitamani kupika kwako muda mrefu. Sijala chakula cha Kitanzania kizuri kwa miaka 2. Tafadhali pika mchuzi wako wa aina yako maalum, ule uliofundishwa na bibi yako. Tunu alipata hofu ya kweli. Alichokijua kupika kilikuwa ni kuchemsha maji ya noodles, na hata hivyo mara nyingi aliyachoma. Alichunguza pantry. Juma alikuwa amestokisha viungo vilivyoagizwa mtandaoni kwa bei ya juu sana. Aliona mbegu za malenge, samaki mkavu, kamba kavu na mchicha. Alitazama sufuria. Ni vigumu kiasi gani? Weka kila kitu ndani na chemsha, na hivyo ndivyo alivyofanya. Tunu hakukaanga mafuta ya mtama. Hakutia samaki mkavu kulowekwa kulainishwa. Alitupa mbegu za malenge ghafi kwenye maji baridi ya sufuria, akaongeza samaki mkavu mgumu kama jiwe moja kwa moja bila kuloweka, akadundumiza kamba kavu zisizonashwa, akatupa vitunguu viwili vizima kwa sababu alikuwa mvivu wa kukata, akafunika sufuria na kuwasha moto kwa joto kali zaidi. Kisha alikwenda sebuleni kupiga rangi kucha. Dakika 30 baadaye, harufu ya ajabu ilienea ndani ya kabini. Haikuwa kama mchuzi wowote, ilikuwa harufu ya kitu kilichoharibiwa. Chakula kiko tayari, Tunu alitangaza, akibeba bakuli mezani kwa tabasamu la bandia. Juma aliketi, tayari kula kwa hamu. Alitazama ndani ya bakuli. Mchuzi ulikuwa na rangi ya maji ya sabuni, mbegu za malenge zikielea juu kama visiwa kwenye mto uliofurika baada ya mvua. Samaki mkavu alimtazama kutoka chini, mgumu na mkaidi kama wakati alipoachwa kuvuliwa. Mafuta yalikuwa yamegawanyika, yakiunda safu nyekundu juu ya maji. Juma alishushu mkono wake polepole. Alitazama mchuzi, kisha akamtazama Tunu. Hii ni nini? Tunu alimjibu haraka. Ni mchuzi wa kisasa, jinsi wapishi wa Paris wanavyoufanya siku hizi. Inahifadhi vitamini zote. Juma alichukua kipande cha samaki mkavu. Alijaribu kuipiga. Ililia kelele mezani kama jiwe alilolidundumiza. Juma alisimama. Joto la macho yake liliisha, likibadilishwa na mtazamo wa kliniki mkali wa mtu anayeona ukweli. Hujui kupika, unaogopa damu. Karibu ulizimim nilipopata kidato cha kidole changu jana. Hujui maneno ya nyimbo tulizoimba kwenye simu zetu za video kwa miezi 6. Unalala wakati wa sala. Alitembea polepole kuzunguka meza, buti zake zikipiga sakafu ya mbao kwa sauti ndogo lakini ya nguvu. Akasimama nyuma yake. Na jana niliona tatuu ya kipepeo kifuani mwako. Tunu alimeza mate. Subira Mvungi hana tatuu. Aliniambia mwili wake ni hekalu la Mungu. Anachukia sindano. Wewe ni nani? Swali lilibaki angani kama moshi mzito. Tunu aliinua kichwa chake akitayarisha uongo mpya, lakini simu ya Juma ililia mara moja, mara 2, mara 3, sauti ya arifa ikifuata nyingine kama mlolongo wa magudu. Juma aliinua simu. Alisoma. Uso wake haukubadilika wowote, lakini vidole vyake vilifinya simu kwa nguvu hadi viganja vyake vikageuka rangi nyingine. Inaonekana Subira wa kweli amepata mtandao wenye nguvu wa kutosha kutuma barua pepe. Tunu miguu yake ilimpa udhaifu. Alianguka kwenye kiti. Juma aligeuza simu upande wake. Picha ilikuwa ya Subira, aliyeshika gazeti la leo, akisimama ndani ya Cyber Cafe hapa Dodoma. Maandishi yalisomeka, niko hapa, mwanamke aliye nawe ni dada yangu pacha, alinifungia, yeye ni mtu bandia. Juma alimtazama Tunu kwa mchanganyiko wa kuchukia
na huruma ya mtu anayemuona mdogo asiye na fahamu. Ulifunga dada yako kwenye chumba cha giza kwa ajili ya visa tu. Tunu alitaka kusema kila kitu, kujitetea, kueleza, lakini maneno hayakuja. Sikutaka kufungwa na umaskini. Nilikuwa nataka maisha mazuri. Angalia Juma, mimi ni mzuri kuliko yeye. Ninaweza kujifunza kuwa muuguzi. Ninaweza kujifunza kupenda kurungu. Usinirudishe tafadhali. Marafiki zangu watanicheka. Juma aliketi, akimtazama kwa ukimya mrefu. Unafikiri hii ni kuhusu uzuri? Unafikiri uliiba tiketi ya dhahabu, lakini hukujua hadithi nzima. Unajua kwa nini ninaishi hapa, mbali na mtu wote? Tunu hakusema neno. Ninatoka familia ya Otieno ya Nairobi. Tunu alimeza mate. Familia ya Otieno walikuwa wamiliki wa makampuni ya usafirishaji baharini na sehemu kubwa ya Westlands. Walikuwa matajiri wa kweli. Nilichukia maisha ya uongo. Nilichukia wanawake waliokuwa wanapenda jina langu tu. Nilichukia wale waliokuja na upendo wa bandia, wakiwa na ndoto za safari za Dubai na simu za bei ghali. Nilikuja hapa kupata amani, kupata mke atakayempenda Juma, daktari wa mifugo, si Juma, mrithi wa utajiri. Nilijaribu Subira kwa miezi 6. Alipita kila mtihani. Alipenda mimi kwa mimi. Na wewe? Ilichukua siku 3 kunionyesha kwamba wewe ni kila kitu nilichokimbia. Tunu alilia kwa kweli wakati huo, machozi ya kweli ya mtu anayeona upotevu wa jambo ambalo hajawahi kuwa nalo. Juma, tafadhali, naweza kubadilika, niahidi. Juma alisimama, akielekea simu yake. Una haki, utabadilika mahali pako. Tunu alitetemeka. Unapigia polisi, magereza ya Finland, nitabaridika kabisa. Juma alitabasamu kidogo. Sikupigii polisi, hiyo ni rahisi sana, na kupeleka kwa watu wale wale uliokuwa ukitaka kuwavutia. Safari ya kurudi ilikuwa mchezo wa adhabu wa kweli. Juma hakumsindikiza uwanjani. Alimlipa dereva mkubwa na kimya kumchukua. Alinunua tiketi, lakini si moja kwa moja. Ilikuwa safari ya vituo 3 ikizuia manane. Adhabu ya kisafari kwa mtu aliyechagua njia ya wizi. Baada ya siku 2 za kusafiri kwa tabu, Tunu alifika uwanjani wa Julius Nyerere, Dar es Salaam. Alionekana kama mtu aliyepotea porini. Alivaa koti nzito ya baridi ya Finland katika joto kali la Tanzania, jasho likimwagika kama mvua ya masika. Mapambo ya uso wake yalikuwa yameyeyuka. Hakuwa na pesa za taksi. Alilazimika kumsihi dereva wa lori kumchukua hadi Dodoma. Alipotembea kwenye barabara inayoelekea nyumbani, jasho likimwagika, aibu ikimzidisha mwili wote, wanawake wa soko walimuona kwanza. Si yule? Kwa nini amevaa blanketi katika joto hili? Nilidhani alikwenda kuolewa London. Dhihaka ilimfuata kama kivuli. Bodaboda zilisimama. Karibu kutoka nje ya nchi. Theluji umeibeba mfukoni. Tunu alishushua kichwa chake, aibu ikimchoma kwa nguvu zaidi ya jua la Dodoma. Aliingia kwa miguu mizito ndani ya ua wa nyumba, na hapo ndipo alipowakuta. Wazazi wake walikaa ukunjani wakiwa wamenyoosha miguu, uso wao ukiwa na uzito wa huzuni na hasira iliyodhibitiwa. Kati yao, akionekana mzuri na mwenye amani, alikuwa Subira. Alivaa gauni la kawaida la kitenge, lakini alionekana kama malkia wa kweli. Jirani yao, mkurugenzi wa kisheria, alikuwa ameketi pembeni, mfuko wake wa ngozi ukiwa mezani. Tunu alianguka ardhi yenye vumbi, kuti yake nzito ikimkandamiza kwa joto na aibu pamoja. Mama, baba, dada yangu. Subira alimtazama kwa macho ya mtu ambaye ameumia, lakini si aliyeshindwa. Usiniseme dada. Dada hamwandalii damu mwenzake. Dada hamfungii pacha wake gizani. Juma wa kisheria alisimama. Bitunu Mvungi, mimi ni Bwana Baraka Mwangi, wakili wa Daktari Juma na familia yake. Nina maagizo ya kuwasilisha mashitaka ya utekaji nyara, wizi wa utambulisho na udanganyifu wa aina mbalimbali. Baba alimkohoa Tunu. Ulitaka maisha laini? Gerezani watakulisha na kukupa mahali pa kulala bila kufanya kazi. Je, hilo si laini? Tunu alilia bila aibu, machozi yakimwagika kama mvua. Subira aliinuka polepole, akatembea kuelekea kwa wakili, akaweka mkono wake kwenye bega lake. Bwana wakili, subiri kidogo. Kisha akamgeukia dada yake aliyenwasha nguvuni, aliyekaa jangwani la aibu yake mwenyewe.
Ufanani ulikuwa mkubwa, lakini tofauti ilikuwa wazi kama tofauti ya dhahabu halisi na chuma kilichopakwa rangi ya dhahabu. Nitamuomba Juma asiwasilishe mashitaka. Tunu alipumua kwa nguvu. Asante dada, asante sana. Subira alimkatiza kwa sauti nyororo lakini thabiti. Kwa sharti moja tu, utafanya kazi, utarudisha kila senti ya tiketi Juma aliyopoteza kwa ajili yako. Utafua nguo katika laundry ya hospitali, kufua mashuka na sare hadi deni lilipwe lote. Tunu alitazama mikono yake laini. Laundry? Lakini mimi ni influencer. Subira alipiga jibu lake kwa utulivu wa mtu ambaye hajawahi shindwa kweli kweli. Leo wewe ni mfuaji. Wiki 3 baadaye, gari jeusi zito na jipya lilisimama mbele ya nyumba ya Mvungi. Jirani wote wa mtaa walisimama, walikuwa wakisubiri. Daktari Juma alishuka, sasa bila koti nzito ya Finland. Alikuwa amevaa kanzu nyeupe ya bei ghali iliyoumba mwili wake vizuri, akionekana kama mrithi wa utajiri alikuwa. Alitembea vizuri kupita eneo la kufulia ambapo Tunu alikuwa akisugua shuka linalochelewa kusafika, jasho likimwalika usoni. Tunu alimtazama Juma, macho yake yakijaa majuto ya kweli na huzuni ya mtu aliyepoteza kitu cha thamani kwa mikono yake mwenyewe. Juma hakusimama, hakumtazama. Kwa macho yake, Tunu alikuwa sehemu ya mazingira tu, mfuaji wa hospitali anayefanya kazi yake. Alitembea moja kwa moja hadi ukumbi ambapo Subira alikuwa akimsubiri, amevaa gauni la kijivu la utulivu, uso wake ukiwa na nuru ya mtu anayeishi kweli yake. Samahani kuchelewa. Nilihitaji kujiuzulu kwenye kliniki. Ninahamia Nigeria. Nimepewa nafasi katika kituo cha utafiti Abuja. Subira alitabasamu kwa upole wa mtu ambaye hajawahi kutarajia chochote zaidi ya ukweli. Karibu nyumbani. Na jua lilionekana kuwa na mwanga mkali zaidi siku ile ya Dodoma. Subira na Juma walioa katika sherehe kubwa iliyofanyika mbele ya familia, marafiki na watu wote wa mtaa. Tunu alikuwepo ndio, lakini hakuwa kwenye msafara wa harusi. Alikuwa nyuma, akisaidia kutoa chakula kwa wageni, mikono yake iliyokuwa laini na yenye mapambo, sasa ikiwa na ngozi ngumu kidogo ya mfanyakazi wa kweli. Na kila mtu alipomuuliza, Tunu, wewe lini unaolewa au kwenda nje ya nchi? Alikuwa akitikisa kichwa kwa hekima ya mtu aliyejifunza kwa maumivu, akisema, dada yangu, acha maneno ya nje ya nchi. Tanzania yetu ni nzuri. Hakuna theluji Dodoma, na hiyo ni baraka. Kile kilichokuwa chako hakitapiti mbele yako bila kukugusa, na kile ambacho si chako kitakuchoma mikono hata ukijaribu kukishika kwa nguvu zote. Subira alipata chake kwa unyoofu wa moyo wake. Tunu alipata chake kwa kujifunza kwa adhabu ya matendo yake mwenyewe. Na ulimwengu uliendelea kuzunguka, ukiwafundisha wote kwamba ukweli daima hushinda uongo, hata kama uongo unasafiri hadi Finland kwanza.